hazifanani, lakini kufufuka kwake hakujawahi kubadilika. Ushawahi kusherehekea Pasaka Jumamosi tangu umezaliwa? Darasa, ushawahi kusherehekea Pasaka Jumamosi? Ushawahi kusherehekea Pasaka Jumatatu? Ushawahi kujiuliza kwa nini? Hebu muulize jirani yako, tuko darasani, ushawahi kusherehekea Pasaka Jumamosi? Anakwambiaje? Hajawahi eti? Lakini kusherehekea birthday siku yoyote ashawahi eti? Kwamba tarehe unashangaa inaangukia siku iliyozaliwa Ijumaa, alafu mwaka unaofuata unashangaa tarehe inadondokea Jumatano, si ndio? Kwa sababu, kwa nini Pasaka haijawahi kubadilika? Na kwa nini sikukuu haijawahi kubadilika? Kwa sababu ile ni siku ambayo ndicho chanzo cha uzima na ushindi katika maisha ya Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo haiwezi ikabadilika, kwa sababu katika ulimwengu wa roho ile siku ni siku pekee ambayo hakuna mwanadamu ana uwezo wa kuibadilisha au akaifanya tena, kwa sababu ile imebeba maisha ya kwangu na ya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe tunaposema Pasaka, wazungu wanasema Passover. Passover kwa Kiingereza ikiwa na maana kupita juu ya, ndio maana ya Pasaka. Kumbe kupita juu ya, sasa inategemea unapita juu ya nini. Kitu kinachopita juu ya ina maana kina uwezo wa kwenda mbali zaidi, kina uwezo wa kuruka, kina uwezo wa kupaa, kinatakiwa kiende kule kinakotakiwa kufika. Kumbe maana ya Pasaka ni kushinda vitu vyote vikawa chini yako, wewe ukawa juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo maana tunaposema kwamba siku ya tatu Yesu akafufuka, ina maana alipita juu ya vitu vyote. Ile siku ya kwanza, ile siku ya pili, alikuwa akikamilisha vitu vile ambavyo anapaswa vipite juu yake, ili ile siku ya tatu anapokuja kufufuka kuja juu, ina maana kazi yote ameshamaliza. Hebu mchapie Yesu makofi na vigelegele. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe leo tunaposherehekea, tunasherehekea ushindi. Kazi iliisha ndani ya siku ngapi? Siku mbili. Hebu tusome kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ile ya 28. Tuanzie ule mstari wa kwanza.